jambo kubwa, hata sisi watu ambao wanapenda mpira, bodi ya ligi haiwezi kukaa, bodi ya ligi ina mtindo wa namna hiyo. Haiwezi kukaa bodi ya ligi. Lakini cha pili ambacho mnapaswa kuelewa. Cha pili kabisa. Amekuja. Cha pili ambacho mnapaswa kuelewa. Hapa na nimemsikia kuna mchambuzi mmoja anasema wao amepata taarifa kuwa TFF na bodi ya ligi waliambiwa wapange dabi. Mchambuzi mmoja amesema kwa chombo cha redio. Sikiza, tafsiri ya haraka maana yake wanasema serikali waliambia bodi ya ligi na TFF wapange ratiba, maana yake serikali imeingia nani? Bodi ya ligi na TFF, ambalo jambo sio kweli. Ni sio kweli kwa sababu huyu mchambuzi anagombanisha kati ya serikali na mashabiki wa klabu ya Yanga na wanachama. Mchambuzi ni nani? Ni nani huyo? Wananchi ni nani? Usikiza, wananchi ni nani? Jemedari Saidi. Ni nani wananchi? Wameshakujibu, si ndio? Jemedari kumbe. Huyo ndo amesema. Sasa tafsiri yake maana yake nini? Tafsiri yake kwa maana yake anagombanisha mashabiki wa klabu ya Yanga, wanachama klabu ya Yanga pamoja na serikali, kwa sababu wanachama klabu ya Yanga amesema mechi hii sisi hatuchezi. Kwa tafsiri ukisema serikali wapange hiyo mechi, maana yake unasema serikali wacheze. Kwa maana yake ugombanisha kati ya serikali pamoja na nani? Hiyo ni jambo la hovyo. Na mimi nimesema hiyo tuweke sana. Mimi nimesema hiyo ndio mpasa kuelewa. Ukisoma barua ya bodi ya ligi inasema tarehe 8 kuko na viashiria vya rushwa au nakosea yuko. Wakasema vile vile kuna uvunjifu wa usalama. Sio viashiria vya uvunjifu wa usalama. Yaani barua ya bodi ya ligi tafsiri yake ni moja. Tafsiri yake inasema kuwa maana yake Tanzania kuna uvunjifu wa amani viashiria. Kwa maana yake wawekezaji wasije Tanzania kuwekeza sababu kuna viashiria vya uvunjifu wa amani. Tafsiri ukisema kuna viashiria vya rushwa, tafsiri wawekezaji na watu wengine waone Tanzania ni kama sehemu ambapo kuna rushwa. Tafsiri maana yake hao wanachafua serikali. Na mimi nikasema serikali haipaswi kukaa kimya katika jambo ambalo mnachafuliwa. Ukisema viashiria vya uvunjifu wa amani, jeshi la polisi imesema hakuna viashiria vya uvunjifu wa amani. TAKUKURU amesema jambo la rushwa hakuna. Tafsiri hao watu wanachafua serikali katika watu wengine ambao wanataka kuja kuwekeza, wakisema hatuwezi kuwekeza kwa sababu kuna uvunjifu wa amani viashiria. Hatuwezi kuwekeza kwa sababu kuna viashiria vya rushwa. Unaona hiyo jambo kama serikali inaingia katika jambo ambalo la kiutata. Ndio maana nikasema. Na ukisoma kanuni zetu. Ukisoma kanuni namba 12 kanuni 12/1967. Kanuni hiyo ambayo ikaenda kuunda BMT mwaka 1967. Na ukisoma marekebisho yake kanuni namba 6/1976 wanasema mwenye mamlaka na michezo ni BMT, Baraza la Michezo Tanzania. Kwa mujibu wa kanuni namba 12 na bunge ambayo ilitungwa 1967 na marekebisho yake kanuni namba 6 mwaka 1971 wanasema mwenye mamlaka kusimamia mchezo maana yake ni serikali ambao kupitia BMT. Kwa BMT msikubali hawa watu wanachafua ambao mambo hayapo. Na kama hayapo maana yake kwa taswira katika nchi yetu, taswira mbaya zaidi. Ndio maana nikasema serikali katika jambo kama hili, hawa watu ambao walisema mambo haya yametokea ambao ni hayapo, maana yake wanachafua. Inawezekana sisi leo tukamnyeshea labda Mguto. Inawezekana mimi kasema serikali mnapaswa kuunda tume kadogo cha siku 7. Inawezekana hata watu 4, watu 5. Tuchukue mawasiliano ya katibu mkuu ambao ni General Secretary wa bodi ya ligi. Tuchukue mawasiliano ya mwenyekiti wa bodi ya ligi ambao mzee Mguto. Tuchukue mawasiliano wa rais wa TFF. Hili tujue hakuna influence ya nyuma yoyote ambao kualisha hili jambo. Hiyo ni tume ya uchunguzi ambayo itafanya ndani ya siku moja tu. Mawasiliano tarehe 7 mpaka mawasiliano tarehe 8 saa 8 mchana. Mkifanya hivyo maana yake tutatoka. Lakini sanadana na kuchafua nchi yetu kwa taswira ambazo hazipo, maana yake mnachafua nchi yetu sisi. Mnatengeneza jambo ambalo halipo, inaleta taswira mbaya katika nchi yetu. Hakati ukiangalia kwa ushahidi wa kimazingira, kuna watu inawezekana wachache ndio walisukuma hili jambo kufika hapa. Ndio maana msimamo wa wananchi wanasema hatuchezi. Makamu wa rais amekuja hapa amesema hatuchezi. Na mashabiki mnasemaje? Hatuchezi. Mashabiki mnasemaje? Hatuchezi. Ni msimamo wa mashabiki ndio. Yanga mmecheza dabi, nani alaumiwe? Timu itakuwa uwanjani. Sasa ukisema cheza dabi wakati mtendaji mkuu, msemaji wa klabu amezungumza wanasema hatuchezi. Yaani unapata wapi ya mambo? Yaani msemaji wa klabu anasema hatuchezi. Wewe unasema ukicheza. Yaani mimi kwenye kikao kuna matakwa yamefanyika, yamekuwa sawa. Wewe ulikopo mbali, hapa amezungumza
makamu wa klabu ya Yanga, rais uko mbali. Inawezekana ukawa nyuma na muda. Ishatoa tamko mechi ichezwe. Mwalimu, bodi ya ligi waliwaita wakati tayari walikuwa washapanga ratiba hii, kuwaita kwamba wanaona nyinyi mko sahihi kwa kufikia hatua ya kuwaita pongezi. Kwanza mimi jambo la kwanza, bodi ya ligi waita. Bodi ya ligi hajaainisha wameitia klabu ya Yanga kwa jambo gani. Hizi ni zania ambazo ni zipo ambazo kila mmoja anahisi labda ameitwa kwa jambo hilo, si ndio? Lakini ukisema klabu ya bodi ya ligi itoa ratiba, kwa maana kwa wenyewe walisema watoa ratiba, wakasema Yanga wakituhitaji watatufuata wenyewe, si ndio? Hiyo maana yake tunaachia wenyewe. Lakini leo tumeona sasa kama Yanga na wao nani wamehitaji mwenzake, nani amemuita. Kwa hiyo taachia wenyewe. Lakini ukisema bodi ya ligi umesema jambo gani, tumsubiri msemaji wa bodi ya ligi, tumsubiri mwenyekiti wa bodi ya ligi. Watasema wameita viongozi wa Yanga kwa jambo gani. Lakini hizi ni dhania ambazo tunazosikia tu mtaani. Hatuna uhakika ya jambo hilo. Bado hamna imani na bodi ya ligi? Sisi tumesema hivi, nimekwambia hivi, nimekupa structure, muundo ya bodi ya ligi. Nimekwambia hivi, kwa mjibu wa mechi 184 bodi ya ligi walishindwa kusimamia mamlaka ambayo waliopewa. Saa 4 unasema mechi ipo, saa 8 mechi haipo. Haiwezekani binadamu huyo hadi sasa hivi unaniambia bwana jambo hilo fulani, baadaye jambo fulani. Hiyo halipo. Kwa bodi ya ligi inapaswa kwanza, mimi nasema na mimi kwa sababu bodi ya ligi kwa mfano ni kama wangekuwa wamealisha wenyewe binafsi kutoka moyoni. Na mimi nasema na Mungu ananiona. Kama ingekuwa wamealisha wenyewe kutoka moyoni, hawa wangekuwa shajiuzuru. Nasema kula Mungu. Kama ingekuwa ni wenyewe kutoka moyoni ambao wamekubaliana wenyewe kutoka moyoni, hii leo wangekuwa shaondoka. Ndio maana nikasema kwa nini kusema mwalimu wangu kuna msukumo mzito. Ndio maana nikasema tume, nimesema tume ndogo iundwe. Jambo hili nikipewa mimi mwenyekiti wa tume na huyu hapa yupo. Simu yako Mguto tarehe 7 mpaka tarehe 8 saa 8 mchana. Wewe GSC saa 7 mpaka saa 4 mchana. Ndio. Wewe Kasongo saa 7 mpaka saa 4 mchana. Naangalia mawasiliano. Ikishamaliza hapo, alafu naanza kuangalia zile sababu. Sisi tushafanya research, tunajua. Nipe za ndani. Anasema hivi, yani ukifanya research utajua. Mimi sifanya research, nipe za ndani. Mimi sijafanya research, nikwambia hivi nikipewa. Sasa wewe kasha unajua sasa hivi. Sikiza. Wewe unapaswa kaambiwa wenye mamlaka. Mwalimu Yanga atakaye mwenyekiti wa tume ndogo wa kuchunguza sakata la dada. Mwalimu Yanga, kuna taarifa ambayo imetolewa muda mfupi uliopita na kutoka kwenye ukurasa rasmi wa klabu ya Young Africans. Wametangaza kwamba hawatoshiriki mchezo namba 184 mara baada ya kikao hiki ambacho kimefanyika hapa bodi ya ligi. Pengine labda kwa mtizamo wako kama mdau na mwanachama wa Young Africans, msimamo wenu jinsi ambavyo ulivyo, na inaonyesha dhahiri kwamba ligi haitoisha, kwa maana msimu huu rasmi Young Africans mnahalalisha kufuta rasmi, kwa maana hakutokuwa na bingwa. Kwanza ukisema kwanza jambo jema kwa mashabiki wa klabu ya Yanga washapata hiyo taarifa. Hilo la kwanza. La pili, ukisema sisi tunalisha, sikiza. Sisi tuna madai yetu. Dai moja wapo kwa mujibu wa kanuni inasema timu isipofika uwanjani inanyang'anya pointi 3. Umeelewa? Na inanyang'anya pointi 13 na 15 na ikiwezekana na faini milioni 5. Na kuuliza tarehe 8 Machi kati ya Yanga na Simba nani atafika uwanjani? Simba. Kwa Simba inapaswa nyang'anya pointi 10 na ngapi? 15. 10 na ngapi? Kwa maana yake ndo direct kwa bodi ya ligi wanataka pointi ngapi? 3. Sisi tumefika uwanjani. Mashabiki wamechanja kadi wamefika uwanjani. Unanielewa? Hiyo ni mechi 180. Anasema hatuchezi ni Simba. Kwa tuambie bodi ya ligi ni nani analisha mechi? Unaelewa sijui? Yaani kiini ni nani hizo sababu ambazo umetoa bodi ya ligi? Jeshi la polisi limekataa, TAKUKURU wamekataa. Hakuna kitu chochote. Hizo sababu zenu ni za uongo. Unanielewa? Ndio maana tukasema hiunde tume ndogo ambayo tume tutatoka hapa. Hapo tunatoka kwa sababu kuna watu ambao ingekuwa mwenyewe Mguto kama amealisha kutoka mwenyewe. Nakwambia ukweli, mimi ni Mkristo safi. Ingekuwa ni mwenyewe ashajiuzuru. Lakini kuna influence ya nyuma ambayo imemsukuma kupeleka hiyo mechi. Sasa huyo ambaye amemsukuma ndio tunamhitaji ni nani? Unanielewa? Hii ni nani kwa sababu sisi tunatumia simu. Yote tunajua.